Kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo amekuwa akitunga mkono na akitushika mkono katika miradi mbalimbali upande wa elimu, afya, miundombinu katika jiji letu la Mbeya. Lakini tumshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbeya ambaye dada yetu Dr. Tulia Ackson ambaye kwa sasa anakwenda kugombea katika jimbo la Uyole, lakini tumshukuru kwa kipindi ambacho amekuwa mbunge wa Mbeya jiji, na tunaamini bado tutakuwa naye kwa sababu tutakuwa naye kwenye baraza la halmashauri kwa sababu majimbo mawili lakini halmashauri itakuwa moja. Tuendelee kumshukuru sana yeye kwa kazi kubwa ambazo amekuwa anazifanya na kuwa kiunganishi makini cha halmashauri jiji la Mbeya pamoja na serikali kuu, na kuhakikisha kwamba miradi mingi inakuja na inatekelezwa na usimamizi mzuri wa baraza la madiwani ambalo mimi naliongoza kama mstahiki meya katika jiji letu la Mbeya. Lakini tatu, mshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa ndugu yangu Dr. Juma Zuberi Homera kwa ushauri na maelekezo ambayo amekuwa anatupa katika usimamizi wake wa halmashauri. Tumshukuru pia Mheshimiwa DC ndugu yangu Beno Malisa naye vivyo kwa ushauri na maelekezo ambayo amekuwa anatupa katika kufanikisha au katika kulisogeza mbele jiji la Mbeya katika maendeleo mbalimbali. Nikianza mimi kama mstahiki meya wa jiji la Mbeya, niwashukuru sana wananchi wote wa jiji la Mbeya, lakini pekee kabisa niwashukuru wananchi wa kata yangu, kata ya Isanga, kwa namna ambavyo wamekuwa karibu na mimi, kwa namna ambavyo wamekuwa wananiunga mkono katika kuhakikisha kwamba tunapeleka maendeleo kwenye kata yetu ya Isanga. Lakini wananchi wa jiji la Mbeya kwa ujumla wao kwa namna ambavyo wamekuwa wananiunga mkono. Lakini vile vile niwashukuru sana baraza la waheshimiwa madiwani kwa namna ambavyo tumekuwa tukiendelea kuwa wamoja na kuhakikisha kwamba kila ambacho tunakipanga katika jiji letu la Mbeya linakuwa kwa maslahi mapana zaidi ya jiji letu la Mbeya. Kwa hiyo niwashukuru sana waheshimiwa madiwani, lakini nishukuru sana mkurugenzi pamoja na watumishi wote na wataalamu wote wa halmashauri jiji la Mbeya, kuanzia wakuu wa idara, wafanyakazi wa maeneo mbalimbali, lakini maafisa watendaji wa kata kwa ujumla wao wote, wa watumishi wa halmashauri kwa ujumla wao na mkurugenzi kwa support na ushirikiano mkubwa ambao mlikuwa mnaoonyesha kwetu kama baraza la madiwani. Lakini kikubwa ni kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana katika jiji letu la Mbeya. Na kwa kweli kabisa niseme kwamba mkurugenzi na watendaji na wataalamu na wakuu wa idara kwa kweli tumefanya kazi pamoja na madiwani kwa ushirikiano mkubwa, na ndio maana leo hii Mbeya inakwenda kubadilika na Mbeya inakwenda kusifiwa kwamba miradi mingi ya maendeleo imeweza kupatikana katika jiji la Mbeya. Kwa kile ambacho mimi naweza nikajivunia kama mstahiki meya wa jiji la Mbeya pamoja na baraza langu la madiwani ambacho tumekifanya, kwanza kabisa niseme kwamba Mbeya imetulia, Mbeya imekwenda vizuri na Mbeya imepata miradi ya maendeleo ya kutosha. Tukianza na mradi wetu wa kiwanda cha kusindika mboga pale Old Airport, ni mradi ambao umegharimu fedha nyingi, lakini mradi ambao tumesimamia na sasa hivi umeanza kusindika mazao mbalimbali na kuna supermarket pale. Kwa hiyo ni mradi ambao unajitosheleza huko vizuri na unatusaidia katika kuongeza mapato yetu katika halmashauri yetu ya jiji. Lakini la pili ni mradi wa katika miradi ambayo ya sekta ya uchumi, ni mradi wetu mkubwa wa Mbeya City Park ambao tulifanya PPP, public private partnership. Tulifanya katika mradi kupitia baada ya kutangaza tukapata mwekezaji ndugu yetu Babito Trading Company Limited ambaye kwa kiasi kubwa ameshamaliza ule mradi. City Park itakwenda kufungua jiji la Mbeya, itakwenda kuonesha jinsi gani jiji la Mbeya ni mradi mzuri, mradi ambao umekusanya kila kitu, mradi ambao una kumbi za kutosha, mradi ambao una maduka ya kutosha, mradi ambao una hoteli na kila kitu, mradi ambao umekamilika, ambao kila mmoja anauelewa huko pembezoni hapa katika jiji letu la Mbeya. Lakini nishukuru veve katika kipindi hichi tumeweza kukarabati ukumbi wetu wa Mkapa kwa ukumbi ambao unavutia. Kama ambavyo mnajua Mkapa ni ukumbi wa siku nyingi, lakini tumeweza kuboresha na kuwa ukumbi ambao unavutia, umekuwa ukumbi mzuri wa kisasa. Lakini katika miradi ya maendeleo veve katika upande wa uchumi tumeweza kujenga hostel ya TIA ambayo tayari tumeshawakodisha wenzetu wa chuo cha Kukom pale, wameshatulipa fedha, tunaendelea kupata fedha kama kawaida. Kwa hiyo ni miradi ya kiuchumi ambayo tumeendelea kimkakati. Lakini veve ni wapongeze waheshimiwa madiwani pamoja na baraza kwa kujivunia kwamba kazi ambayo tumefanya kupitia katika soko letu la Manjero. Na soko la Manjero kama kila mmoja anavyojua ilikuwa na matatizo makubwa na deni kubwa tulikuwa tumedhirithi, lakini tumepambana kiasi kikubwa sana hata hatimaye tumefikia mahali ambapo deni linalipika na tumeongeza vibanda vingine kama ambavyo tumepitia kwenye mradi wa PPP
ambavyo mmeona pale kuna miradi ambayo inaendelea, kuna ujenzi unaendelea, lakini ile mradi ya PPP tumempa mwekezaji ambaye yeye atatulipa sisi shilingi 80,000 kwa kila chumba. Yeye atakodisha, atajenga, atakodisha. Baada ya miaka 4 vile vyumba vitarudi kwa mali halmashauri, kama ambavyo mradi wa City Park baada ya miaka 15 utakuja kuwa mradi wa jiji, utakuwa ni maeneo ya jiji, kwa sababu uwanja wa City Park ni wa kwetu halmashauri ya jiji. Mwekezaji amewekeza fedha yake na amejenga, kwa hiyo ataendesha kwa muda ambao miaka 15, lakini baadaye itarudi kwa eneo la jiji na itaendelea kwa City Park eneo la jiji. Kwa hiyo ni miradi mikubwa ambayo tumeweza kuifanya katika jiji letu, ambayo miradi ya kuvutia na ambayo miradi inaonekana. Lakini tukienda katika miradi ya upande wa shule za msingi, tumeweza kujenga shule mpya za sekondari. Tumeweza kukarabati kwanza kupitia fedha ya mapato ya ndani. Tumekarabati madarasa zaidi ya 400 madarasa chakavu katika shule zetu mbalimbali za jiji la Mbeya, ikiwemo shule ya Ilomba kule Isheshe, lakini ikiwemo shule za Isanga, ikiwemo shule mbalimbali katika jiji letu, katika kata mbalimbali. Tumeweza kukarabati madarasa kwa ukarabati mkubwa kabisa, kubadilisha paa, kupiga gypsum ndani, kuweka vyoo vya aluminium, kuweka tiles chini, kwa madarasa ya kisasa ambayo imekuwa ni chachu ya kuwafanya wanafunzi waongoze katika ufaulu katika jiji letu la Mbeya. Hasa kwa mitihani darasa la 7 tumefikia 97. Kwa mimi naamini kabisa ubora wa madarasa ambayo tumerekebisha, tumekarabati kwa fedha za mapato ya ndani yanajionyesha na yanatoa na wapa hamu nzuri watu kuweza kusoma. Lakini vile vile tumeweza kukarabati matundu ya vyoo au kujenga matundu ya vyoo mapya katika shule zetu zaidi ya 500, matundu ya vyoo zaidi ya 500 katika shule mbalimbali, na kazi inaendelea. Na tumejenga vyoo vya kisasa kabisa ambavyo vinakuwa na marumaru, vinakuwa na gypsum, vyoo ambavyo kila mtu anatamani kwenda kuviona jinsi ambavyo yani viko vizuri, kila mtu akienda hata haja yake na anafanya kwa ustadi mkubwa. Kwa hiyo kwenye sekta ya elimu tumekwenda hivyo. Lakini tumejenga shule mpya, tumshukuru Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Mbunge, tumepata fedha. Tumejenga shule mpya kabisa ambazo hazikuwepo katika kata ya Ilemi. Tumejenga shule ya Benson Mpesha. Tumejenga shule kule mtaa kata ya Ilomba, shule ya msingi Tonya. Tumejenga shule mpya ya msingi kata ya Tembela. Tumejenga shule ya msingi mpya kata ya Iwambi ambayo tumebeba jina Juma Zuberi Homera. Kwa hiyo tumejenga shule nyingi za kutosha za msingi mpya. Lakini ukienda upande wa sekondari, tumejenga shule nyingi za sekondari. Tumejenga shule za sekondari mpya katika kata ya Nsaraga ambayo tayari imekamilika. Tumejenga shule mpya ya sekondari kata ya Iziwa. Tumejenga shule tena Iziwa, tumeongeza na majengo ya kidato cha 5 na 6 na mabweni tayari. Hivi karibuni anaanza kutumika, tukifungua shule Julai watoto wanaingia. Lakini tumejenga shule katika kata ya Itende na ina mabweni vile vile, shule mpya ya sekondari. Tumejenga shule mpya ya sekondari katika kata Mwakibete, shule ya sekondari Shewa. Kwa tumejenga shule za sekondari za kutosha kabisa kupitia Mheshimiwa Rais ambaye alikuwa anatufadhili, lakini na sisi wenyewe kama halmashauri kuna mambo ambayo tunaongeza pesa zetu kuhakikisha kwamba hizo kazi zinafika mwisho, zinakwenda.